Warigani Mtanzania, mambo vipi popote pale ulipo? Hii ni Ulimwengu TV, nyumba ya maarifa. Mimi ni Gideon Alex. Leo nakuletea nyepesi mambo matano ya kiufundi yaliyotokea ndani ya dabi ya Kariakoo. Usisahau kushare, kucomment kipindi hiki na kusubscribe. Sasa tunakwenda kuangalia yale mambo matano ambayo yalitokea ndani ya pitch. Clatous Chota Chama namba 5, big moments player. Ni kweli kabisa kwenye dabi nyingi Chama huwa haonekani sana kwenye flow ya mchezo, lakini hii si bahati mbaya. Ni timu pinzani hasa Young Africans humtarget kwa kumzuia mapema. Anacheza kama free creator, anasubiri nafasi chache lakini zenye impact kubwa. Ile moment ya dakika za mwisho aliyeweza kuifanya Clatous Chota Chama na decision making yake ilikuwa ni elite. Alisoma movement ya beki akatengeneza counter smart, yani penalty iliyoweza kuzalishwa pale ilikuwa ni contact smart sana. Hii ndio tofauti ya mchezaji wa kawaida na wa kiwango cha dunia. Hakika Chama ni mchezaji mwenye profile kubwa. Namba 4, vita ya pembeni, fullbacks. Hapa tunamzungumzia fullbacks wa kushoto wa Simba Sports Club na fullbacks wa kulia wa Yanga Africans. Fullbacks wa kushoto Dickson Kibabage na fullbacks wa kulia wa Yanga huyu ni Kwasi Atora Yaya. Hawa bwana, hapa ndipo kulikuwa na energy ya mchezo. Overlaps zilikuwa ni nyingi, 1v1 duels, high intensity runs, lakini tatizo lilikuwa ni final balls, yani crosses, key passes zilikuwa ni za slow sana, hazikuwa sharp kabisa. Ndio maana pamoja na energy kubwa waliotumia hao mabwana, lakini matokeo haya kutoka mapema. Namba 3, mwamuzi refa wakati. Bwana mwamuzi kutoka Kenya alifanya kitu muhimu sana. Halibadili tempo ya mchezo, game control. Hakuruhusu pressure iwatawale, lakini angeweza kutoa kadi mapema, lakini alitaka game iwe controlled zaidi. Aliruhusu physical play kwa kiasi kikubwa, lakini hata ile penalty aliyoweza kufunika ilikuwa ni loss of game bila kuogopa mazingira wala muda. Hii ndio inaitwa professionalism ambayo mara nyingi inakosekana kwa baadhi ya maarifa wetu. Makocha wengi wana technical approaching, lakini technical approaching ya makocha hawa wa mechi zote mbili zilikuwa ni low risk approaching. Timu zilicheza kwa caution zaidi kuliko kushambulia. Kiufundi midfielder ilijaa pale katikati, walikuwa very compact. Nafasi zilikuwa chache sana. Transition counter attacks zilikuwa slow na ndio maana moments zilikuwa chache. Hata hivyo hakukuwa na ubunifu mwingi, hata mashabiki walivyotarajia havikuonekana. Lakini pia kipa wa Simba position yake ilikuwa ni nzuri. Reflex saves ilikuwa ni muhimu. Communication na backline ilikuwa ni safi sana. Huyu kipa hakika anapaswa kusifiwa na kupewa kongole zake. Namba 1, Simba Sports Club, momentum ya ushindi. Simba kuchukua kombe ina boost kisaikolojia. Hii ni mental edge. Hii ni inarudisha confidence ya timu, na hii inaleta utulivu na amani ya timu. Lakini swali, je, Simba wataingia na nguvu na morali mpya katika hiyo Mei 3 ambayo game itakwenda kuchezeka ya ligi? Je, Yanga watakuja na revenge mindset? Hivyo itakuwa ni mechi tofauti kabisa katika siku hiyo. Hii itakuwa ni mechi ya tofauti kabisa na hizi mbili ambazo tumeweza kuzishuhudia. Hii mechi itakuwa ni mechi ya nafasi na itakuwa na magoli inaweza kuongezeka kutokana na pressure ya point za ligi. Hata hivyo tutaweza kushuhudia magoli mengi kutokana na point za ligi zilivyo. Mimi ni Gideon Alex. Nimekuletea mambo matano ambayo yalipatikana kwenye pitch ya kiufundi. Usiache kusubscribe, kushare, kucomment kipindi hiki. Hii ni Ulimwengu TV, nyumba ya maarifa. Mpaka wakati ujao. Bye.